Mambo vipi? Kipindi kilichopita nilikuwa nimeomba maoni kwa wadau kuhusiana na neno linaloitwa dialysis. Niliuliza maswali machache. Cha kwanza niliuliza nini maana ya dialysis, lakini kwa nini dialysis inafanyika, lakini pia niliuliza gharama ya dialysis. Ni maswali ambayo niliuliza na niliomba maoni kwa wadau ili watu waweze kupata elimu juu ya neno dialysis. Nadhani leo ni muda mwafaka ambao nataka nielezee ili watu waelewe tunaposema neno dialysis. Dialysis ni matibabu maalum ambayo huwa yanafanyika kwa kutumia aidha kifaa maalum ambacho kina lengo la kuondoa sumu, takataka, uchafu na maji yaliyozidi mwilini au kwenye damu. Hiyo ndio tunaita dialysis. Inafanyikaje? Hii huwa inatokea pale ambapo figo inakuwa imefeli kufanya kazi zake. Tunajua kazi ya figo ni kuchuja maji yaliyozidi sumu na takataka sawa mwilini, basi huwa zinachujwa na figo. Kwa hiyo ikitokea figo imefeli kabisa au imetokea figo ina matatizo, basi inatakiwa mtu afanyiwe matibabu ambayo tunaita dialysis. Kwa hiyo kunakuwa na kifaa ambacho chenyewe kinafanya kazi kama inayofanya figo. Kwa hiyo hichi kifaa kinakuwa ni external machine ambayo inafanya kazi ile ya figo ambayo inafanya ndani ya mwili. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita dialysis. Namna gani inafanyika? Ni kwamba damu huwa inaingizwa kwenye mashine, sawa? Inaingizwa kwenye mashine maalum, sawa, ambapo ile damu inasafishwa, inatolewa takataka zote, sumu zote na maji yaliyozidi, alafu inarudishwa tena katika mwili. Hiyo ndio tunaita dialysis. Sasa kwa nini dialysis inafanyika? Cha kwanza, sababu kubwa ni endapo figo itakuwa imefeli au imeshindwa kufanya kazi yake, basi mtu atakiwa afanyiwe dialysis. Pili ni endapo ikitokea takataka au sumu zimezidi mwilini, basi na figo imeshindwa kuzichuja zile sumu, basi huwa dialysis inatakiwa ifanyike. Lakini pia kuna sababu nyingine nyingi ambazo huwa zinapelekea mtu mgonjwa afanyiwe dialysis. Ikitokea sasa hizo sababu zinapelekewa na kuto kufanya kazi kwa figo au kutotimiza ile kazi yake ambayo figo inatakiwa ifanye. Sasa kuna swali lingine nauliza ambalo nataka mchango wenu, lakini pia kama kutakuwa hakuna mchango nitarudi tena kuelezea. Nataka niulize, je, nataka ni watu wajue ni sababu gani ambazo zinapelekea figo inafeli. Sababu gani ambazo zinapelekea figo inafeli, au ni tabia gani ambazo mtu anaweza kawa nazo zikapelekea kuua figo yake kabisa na akafikia mpaka kwenye hatua ya matibabu ya dialysis. Sasa pia niliuliza gharama ya matibabu ya dialysis. Hapa ndo penyewe, hapa ndo lengo langu kubwa, watu wajue gharama za kufanyiwa dialysis. Ikitokea figo imefeli, inategemeana na hatua ya tatizo la figo. Kuna wakati, mara nyingi sana, watu ambao figo imefeli haiwezi kufanya kazi kabisa, upangiwa kufanya dialysis mara 2 ndani ya wiki au mara 1 ndani ya wiki. Sasa lengo langu ndio linakuja hapa, tujue gharama za kufanya dialysis endapo ukapangiwa kufanya mikao 2 kwa wiki. Inamaanisha ukiweka kwenye mashine kwa mara ya kwanza unatakiwa ulipe kiasi gani siku kikaa. Yani kwa mfano kama ni mara 2 kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, ukaambiwa unatakiwa kufanyiwa dialysis, hiyo Jumatatu ukija umekaa kwenye mashine na ukafanyiwa dialysis, unatakiwa ulipe kiasi gani? Hilo ndio lengo langu kubwa. Gharama za dialysis ni gharama kubwa sana. Nikiangalia takwimu za 2024, kuanzia 2024, kwa mfano Marekani, gharama za kufanyiwa dialysis kwa mkao mmoja ilikuwa ni dola za Kimarekani 176. Almost kwa rate ya sasa hivi ni kama 460,000 na ni hela kubwa sana. Lakini kwa sasa hivi almost gharama ya kufanyiwa dialysis ina range kila hospitali na hospitali. Kwa hiyo unaweza ukaenda KCMC wakuta gharama ni tofauti, labda na Muhimbili gharama ni tofauti, lakini almost gharama yake kwa mkao mmoja ni 500,000. Sasa imagine figo yako imefeli, alafu unatakiwa ufanyiwe dialysis kwa wiki mara 2.
piga mahesabu kwa mwezi. Je, utafanyiwa dialysis mara ngapi? Ni gharama kubwa sana. Sasa post ijayo, next time nitakuja na story ya mzee mmoja ambaye figo zake zilifeli kulingana na tabia zake, kulingana na maisha yake ambayo aliyaishi. Figo zake zilipofeli, alienda hospitali fulani, sawa, hii ni true story. Alipoenda hospitali ile, aliambiwa anatakiwa afanyiwe dialysis mara 2 kwa wiki, na gharama ambayo alitakiwa lipe ilikuwa ni 5,500 katika hiyo hospitali ambayo alienda. Huyo mzee aliwaambia watoto wake, aliamua kujitoa muhanga. Aliwaambia watoto wake wasitishe matibabu yote kuhusiana na yeye, kwa sababu alisema nisije nikawafilisi kwa gharama hizo ambazo tumepangiwa. Kwa hiyo sasa yule mzee watoto wake walilazimika kumtibia, lakini aligoma kufanyiwa dialysis, na baada ya muda mfupi aliaga dunia kwa sababu figo zilikuwa zimefika mwisho kabisa. Sasa kwa nini mzee aligoma? Kama nilivyosema, ni gharama kubwa sana. Aliona ni heri afe kuliko kuingiza familia kwenye hasara. Lakini pia kuna maisha ambayo aliyaishi ambayo yalipelekea mpaka kuharibu figo zake. Nitakuja na hii story next time. Kwa hiyo nadhani next time utaipata story nzuri sana. Ni true story ambayo inaweza ukapata kitu katika maisha yako. Niseme kwa yoyote ambaye hajanifollow, next time nitakuja na vitu vizuri, lakini tuna question work hapa. Nimesema nataka kujua ni mambo gani ambayo mtu anaweza kuyafanya yakaharibu figo zake, au ni tabia zipi, au ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanya figo za mtu zikafeli kabisa na mpaka kafikia kufanya matibabu aina ya dialysis. Tukutane next time.